Bana, mambo vipi? Hivi na wewe umeisikia story ya Angelina wa Sinza? Okay, Angelina ni binti wa miaka 27 ambaye anapatikana Sinza. Sasa issue ambayo ilinifanya nikuletee story hii ni kwamba Angelina aliamini ya kwamba haiwezekani yeye kupona, unajua? Yaani kukaa sawa kwenye issue ya maambukizi katika sehemu hizi za ndani, yani PID. So, baadhi ya vitu ambavyo tulizungumza na Angelina vilikuwa ni kama unavyoona kwenye huu ubao wako, na mwisho wa siku huwa minafanya mpaka delivery mtu ambaye amekuja na changamoto. So huwa tunaandaa package na tunamtumia huko alipo, haijalishi ni mkoa gani, ni nchi gani, huduma zetu zinafika. Sasa mwisho wa siku Angelina akaniuliza swali la kwamba endapo nitamaliza dozi zote nitajua vipi kama tatizo limekuisha, na mimi nikampa listi kwa sababu sipendi kelele sana. Nikampa listi ya dalili ambazo anadhani ako nazo achague. So akasoti hapo namba 3 ambayo ni uchafu ukeni, namba 5 issue ya ukavu ukeni pamoja na changamoto ya uchovu bila sababu, vile vile na issue ya harufu isiyo ya kawaida. So nikamwambia okay, zimark, then baada ya tiba yangu tutaulizana maswali haya. So baadaye akaniambia muda ambao anahitaji kupokea package, nikamwandaa mtu wangu, then mzigo ukafika mpaka alipo. So baada ya hapo akaweza pesa nampa yeye, so tukaongea kwenye simu, nikamwambia amkabidhi. Baada ya muda akaomba maelekezo kuhusu kutumia dawa, na hizo voice notes nilizoslide hapo zilikuwa zinazungumzia issue ya matumizi, dawa zinatumikaje. Sasa kitu kizuri ni kwamba hapo ameuliza kwenye voice ya kwanza ulisema kuna kitu utanitumia. So mimi huwa nikishakupa package nakupa na offer ya follow up kama unavyoona kwenye his convo. Okay, lakini pia nakupa utaratibu wa kutumia vitu vya asili ambavyo kesho vitakufanya usirudi tena hapa au sehemu yote kwenda kutafuta tiba. Mind you, hii ni June tarehe 4, yani Jumatano. So kuna siku kama 5 zimepita. Lakini baada ya hapo kuna maswali pia yanaweza kuhusiana na issue ya period na vitu kama hivyo. So mimi huwa na sort vitu kama hivyo vyote tunavyoongea na kuelekeza, kwa sababu upo kwenye package na usimamizi wangu. Lakini mwisho wa siku, hii siku ya 5 tu akaniambia miwasho imeisha. So tumeanza kuona mabadiliko. So baada ya muda tukaenda mbele. Yes, kama unavyoona kwenye hizi convo nita slide chap chap. Yeah, so wakati naendelea kuscroll hapa akaniambieje, dawa amemaliza. Okay? So amemaliza jana. So nikamwambia hapa nikamwambia tuendelee kupeana feedback. So akanipa feedback na mimi namuelewesha na issue nyingine za asili vile kama nilivyokuwa namwambia. So akanitafuta tena jana, yesterday inaonekana hapo. So nikamuuliza kwa dalili yote ambayo bado uko nayo, kwa sababu kuna watu ambao wanatumia dawa then wanapona alafu baadaye inarudi. So akaniambia sijasikia wala sijaona. Nikamuuliza unakumbuka list ya dalili ambazo ulinipa kwamba unazo? Akanitajia hapo namba 3, namba 5, namba 8, namba 10. So far huyo mtu amepona na yuko fit, anadunda tena, anaendelea kukiwasha pale mjini Sinza. Na kukumbusha na wewe ambaye labda unahisi una changamoto kama hii au rafiki yako umemwona yuko na changamoto inayofanana na hii, usisite kuslide kwenye inbox au pale kwenye biography yangu nimeweka namba za simu. Tafadhali karibu sana tukusaidie. Sio issue ya kusema kwamba haya mambo hayawezekani. Tuko hapa kwenye ubobezi wa muda mrefu. Kumbuka Swahili Medics tunasema jitambue, jitibu, jiamini. Karibu sana.